Somo la leo linasema tusijisahau. Na katika somo hili tutaangalia dalili za mtu ambaye amejisahau. Yaani tunaweza kumuona mtu ambaye amejisahau ana sifa za namna gani. Andiko hili lipo kwenye Injili ya Luka sura ya 17 ambapo msomaji wa kwanza katika ibada aliweza kusoma. Na hapa nataka niondoe mawazo ambayo yana mkanganyiko mwingi. Tumeambiwa hapa katika ule mstari wa ngapi? Ule mstari wa 40. Naomba tusome kwa pamoja mstari wa 40. Twende vizuri kabisa pamoja. Mstari wa 40. 1, 2, 3. Wakati ule watu wawili watakuwa kondeni, mmoja atwaliwa, mmoja 41. wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Katika fungu hili kuna mafundisho mengi sana na kuna tafsiri nyingi sana. Lakini mnajua kwamba ili uweze kuelewa neno la Mungu ni lazima utafsiri kwa kuzingatia muktadha. Muktadha ni context kwa Kiingereza. Context inakusaidia kuelewa. Wale wataalamu ambao wanapeleleza kesi ngumu kama vile mauaji, ambacho kinawasaidia kuelewa zaidi ni muktadha. Kwa sababu muktadha unaongea mambo mengi sana kuhusu kila ambacho mwandishi anasema. Mtu anapokuwa anahojiwa, pengine ingekuwa kama ni kwa kituo cha polisi, polisi hasikilizi maneno yako tu. Kwa sababu kila mtu aliyekosa makosa makubwa kama yale hawezi kusema kwamba amekosa, si ndio? Nani atakayesema? Atakubali kusema? Hatukubali kusema. Kwa kawaida hatukubali kusema. Na kwa sababu hatukubali kusema, askari au mtu yeyote yule ambaye ana utaalamu wa kiupelelezi anaangalia mazingira mengine kinachofuatia. Kama umesema wewe hujaua, jana ulilala wapi? Atasema nililala sehemu fulani. Wapi? Watafuatilia. Kama hukulala kule, maana yake kuna kitu umedanganya. Kwa hiyo hata andiko hatuwezi kulichukua ukachomoa kiandiko kidogo halafu katoka nacho. Hapana, hatufanyi hivyo. Tunaangalia muktadha wa andiko, kwamba kilichotangulia ni nini na kilichofuatia ni nini. Kwa sababu ya kutokuangalia muktadha, ndio maana umesikia baadhi ya watu ambao wanapotosha habari ya kuzaliwa kwa Yesu wanasema hivi: Yesu alichukuliwa mimba mwezi wa 6. Kwa sababu Luka sura ya 1 mstari wa 36 inasema kwamba mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda kwa Mariamu bikira aliyekuwa ameposwa na Yusufu, jina lake Mariamu. Inasema tu ghafla mwezi wa ngapi? Mwezi wa 6. Unikitoka hapo nikaanza kuhubiri, nitawafundisha mwezi wa 6 ni mwezi wa baraka. Mwezi wa 6 ni mwezi wa kuinuliwa, ni mwezi wa kubeba mimba. Maana Biblia inasema malaika kaenda mwezi wa 6. Na leo ni tarehe 1. Na lazima ubebe mimba kwa jina la Yesu. That kind of message. Hiyo message itakuwa ni wrong. Sio sahihi. Kwa sababu hapa sio mwezi Juni. Ni mwezi wa 6 wa mimba ya Elizabeth. Sio Juni. Lakini unaonaje hiyo nikiipiga hapa? Sina sadaka mtani. Nikiipiga kabisa nimetulia. Nikatabiri kabisa mwezi wa 6, utabiri wake wa mwezi wa 6. Na nikakwambia nini maana ya Juni. Kwa hiyo lazima uweze kusali tu hapa muda mrefu, usiwe una uwezo wa kuelewa ninachokisema. Nisikilize. Kaa vizuri mezani. Andiko lazima litafsiriwe kulingana na muktadha. Nje ya pale huwezi kuelewa. Kwa sababu kama ningeendelea kukufundisha habari ya yule Bikira Mariamu, katika sura ile ya kwanza ya Luka inasema malaika alipokwenda kwa Mariamu alimwambia kwamba na huu ni mwezi wa 5, yeye aliyeitwa tasa ana mimba. Na baada ya pale maandiko mengine yakaendelea, na baadaye malaika anasema, Biblia inasema malaika ametumwa mwezi wa 6
Maana yake automatically lazima twende kusema huo mwezi wa 6 sio Juni, ni mwezi wa 6 wa mimba ya nani? Ya Elizabeth. Na ndio maana nataka kusema hapa kitu kimoja muhimu. Angalia kwenye fungu letu la leo. Kuna watu wengi ambao wanafikiria kwamba kutakuwepo na unyakuo wa asili. Unyakuo wa asili maana yake kuna mtu mmoja atakuwa amelala mahala, melala na mke wake, alafu ghafla hamuoni mke wake, atakuwa amenyakuliwa, atakuwa ameondolewa, amepelekwa mbinguni. Nilisikia ujumbe fulani, mtumishi mmoja mkubwa tu akasema kwamba siku ya unyakuo utakapomuona askofu wako analalamika kwamba hamuoni mke wake, basi ujue kwamba naye ameachwa. Ukimuona rafiki yako analalamika hajamuona ameachwa, maana yake hao ndio waliko duniani. Hayo maelezo hayapasi kutoka hapa. Hatuwezi kujenga fundisho hilo kwa kutumia maandiko haya kwa sababu ifuatayo. Muktadha wa maandiko haya unakataa hiyo tafsiri ya kwamba kutakuwa na unyakuo asili. Jambo ambalo hatupingani katika masomo ya siku za mwisho ni hivi: Yesu atakuja mara ya pili, atakuja kulichukua kanisa lake. Sasa hatuna haja ya kusubiri anyakuliwe mtu mwingine kwa siri. Hilo tukio katika hali ya kawaida lina ugumu wake. Mfano wa kwamba kuna mtu atakuwa anasaga ngano, nafikiri wakati ule kwamba tunasaga pamoja, ghafla ninaangalia pembeni simuoni wenzangu. Ghafla wako kwenye ndege, rubani akatwaliwa. Hiyo ndege inaenda wapi? Na unajua ndege sio baskeli kwamba utaenda kuichukua hata wewe uipaki pembeni, sio daladala ile kwamba dereva akifia kwenye steering mnamtoa pole pole mnapaki ili gari isiwa nini. Maana yake kama ni kwenye ndege ndio tumezama hivyo. Sasa sikiliza, nifuate vizuri, twende vizuri. Twende muktadha wa andiko, twende. Katika ule mstari ule wa 37. Twende tusome kwa sauti pole pole. Angalia 37. 1 2 3. Maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Stop there. Kama ilivyokuwa wakati wa nani? Ndivyo itakavyokuwa wakati wa nani? Wa kurudi kwake nani? Maana yake matukio, mwandishi analinganisha tukio la wakati wa Nuhu na tukio la kurudi kwa Mwana wa Adamu. Sasa naomba twende ile sehemu inayofuata, alafu twende kwenye tukio la kurudi kwa Mwana wa Adamu. Naomba twende mstari unaofuata wa 38. Kwa kuwa kama vile siku zile zilivyokuwa kabla ya gharika, Ndio. watu waliokuwa kila Ndio. Okay, good. Sasa twende kwenye ule mstari wetu wa 40. Mstari wa 40, 1 2 3. Hawa walioko kondeni wanafanya nini? Wanalima, si ndio? Wakati wa Nuhu watu walikuwa wanafanya nini? Wanakunywa. Maana yake walikuwa na katika shughuli za kawaida. Ulinganishe shughuli ya kawaida huku na huku ya kawaida. Sasa endelea, turudi mstari wa 39. wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote. Aya, twende vizuri. Gharika ikaja ikafanya nini? Kwa sauti, ikafanya nini? Sasa twende, ikawachukua wote. Ndivyo itakavyokuwa wakati wa kurudi kwake Mwana wa Adamu. Mstari wa 40 tusome kwa sauti moja. Ndio, mmoja atachukuliwa na mmoja ataachwa. Kwenye gharika ile waliochukuliwa walipelekwa wapi? Maana lazima tujue, tunapotaka kuangalia andiko, ni rahisi tukiangalia muktadha. Katika gharika waliochukuliwa maana yake gharika iliwachukua. Maana yake kwa maneno mengine ni kwamba walizamishwa majini mazima. Kwa maneno mepesi
ni kwamba katika hili tukio la mwanamke mmoja wako katika konde, maana yake yule anayechukuliwa sio kwamba ameokolewa. Yule anayechukuliwa amechukuliwa, amepelekwa sehemu ya hukumu. Maana ndio hiyo, haina maana zaidi ya pale. Sasa kinachotokea ni nini sasa? Katika kurudi kwake mwana wa Adamu, maana yake tukio hili, jambo la kwanza katika maana ya andiko, jambo la kwanza ni kwamba wokovu utakuwa ni wa mtu binafsi. Mmoja ataokolewa, mmoja ataachwa. Na anayeokolewa ni yule ambaye yuko tayari. Ndio maana somo la leo linasema usijisahau. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wale watakaochukuliwa ni watu watapelekwa kwa jehanamu, kwenye jehanamu kwa ajili ya adhabu ya milele, wale ambao wamemkataa Yesu. Tukitaka kufundisha rapture katika fungu hili, liko fungu lingine linalofundisha unyakuo, sio hili. Liko katika kitabu cha Wathesalonike, ile ya kufumba na kufumbua. Yesu Kristo ataonekana katika mawingu. Bwana asifiwe. Nimeeleweka hapo? Ukipata shida kachambue peke yako, afu utakuja tutajadiliana. Twende mbele za Mungu tena katika sehemu hii zaidi. Nimesema ninafundisha dalili za kujisahau. Andiko hili linatuambia wakati ule wa Sodoma na Gomora, pia ipo katika Luka, watu walikuwa wamejisahau. Wakati wa Nuhu watu walikuwa wamejisahau. Maana yake ni watu wamejisahau. Maana ya mtu aliyejisahau, sihitaji hata kuanza kwa kufikiria kwamba nianze kutoa maana ya kujisahau ni nini. Kujisahau ni kujisahau. Umeelewa? Kujisahau ni nini? Ni kujisahau. Umeshaelewa na maanisha nini? Mimi sio kamsi. Umeelewa na maanisha nini? Kujisahau ni kujisahau. Dalili ya kwanza ya mtu ambaye amejisahau, kama unaandika, anaishi maisha ya kawaida yasiyo na tahadhari ya kiroho. Kuishi maisha ya kawaida yasiyo na tahadhari ya kiroho. Ndugu zangu wapendwa katika Bwana, mstari wa 38 unatuambia habari hiyo. Wakati wa Nuhu watu walikuwa wanafanya nini? Mmepotea tena. 37 1 2 3. Kwa kuwa kama vile, kwa sauti pamoja, 1 2 3. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo utakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. 38. Kwa kuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, Yesu hapa hajasema kwamba watu wasioe wala kuolewa. Yesu hajasema kwamba watu wasile wala kunywa. Anachosema ni kwamba kabla ya gharika watu walikuwa wanaishi maisha yale ya kawaida, maisha yasiyo na tahadhari ya aina yote ile. Maisha yasiyo na tahadhari. Maisha ambayo mtu haoni chochote ambacho kinamtisha. Maisha yasiyo na speed governor. Maisha ambayo sio ya kujizuia. Maana yake ni watu waliishi maisha ambayo wao wenyewe kama walivyopenda. Na ndio Biblia inasema ya kwamba kama ilivyokuwa kabla ya gharika. Ndugu zangu nisikilizeni. Kabla ya kutokea tatizo kwenye maisha haya, wako watu wengi ambao wanaweza wakafanya kitu chochote wanachoona kinafaa. Kiburi ambacho mtu anacho ni kwa sababu anaona hana tahadhari ya aina yote ile. Lakini nataka nikwambie kitu hiki, mtu wa Mungu, maisha ya hapa duniani yanakutaka wewe uwe na tahadhari ya mambo ya kiroho. Tahadhari ikiwa ni mojawapo ya tahadhari kwamba Yesu Kristo anakuja. Na hapa ndio itakuja kwa ghafla. Sasa katika andiko hili maana yake tunaweza kujifunza kwamba sio kosa kuoa, sio kosa kuolewa. Lakini shida ni kwamba, je, kuna uhusiano wowote wa wewe na Mungu wako katika shughuli unazozifanya? Katika kuoa kwako, Mungu yupo. Mungu yupo. Mungu ametoa kibali. Hii ndiyo ambayo tunaambiwa tuwe na tahadhari za kiroho. Maisha ya mwanadamu anapokuwa anahangaika na maisha yake,
anapokuwa anashughulika na vitu vingi kwenye maisha, usisahau mtu wa Mungu neno hili ya kwamba maisha yako lazima yawe ni maisha yaliyojaa uhusiano bora na Mungu wako. Uhusiano bora na